uweze kuelewa, miongoni mwa vitu vigumu vilivyotokea juu ya msalaba ni pamoja na Yesu alichokifanya. Yesu wakati wanyang'anyi hao wawili, tukiacha mengine yote yaliyokuwa yanatokea, tukiacha na makaburi kufunguka, tukiacha na giza kuingia kuanzia saa 6 mpaka saa 9, tukiacha hayo yote na matetemeko, hili ni miongoni mwa mambo yanayothibitisha ya kwamba Yesu Kristo anasamehe dhambi. Yesu Kristo anasamehe dhambi. Yesu Kristo anasamehe dhambi. Yesu Kristo anasamehe dhambi. Yesu Kristo anaokoa. Hii ni miongoni mwa mambo yasiyo na upinzani, yasiyo kanushika, ambayo hata kama huna akili basi kataa ukafe, kataa nenda kafe mwenyewe. Lakini kama akili yako ya kuzaliwa inafanya kazi, hapa huwezi kukataa. Hawa ni wanyang'anyi na Yesu yuko hapa, yupo katikati yao. Yesu alifanya jambo la ajabu linalonipa nguvu ninapoamua kumpa Yesu maisha yangu. Yesu alifanya jambo linalonipa nguvu ninaposimama kumhubiri jioni ya leo, kwamba ninamhubiri Yesu ambaye ana uwezo wa kufanya mageuzi kwa vitu visivyowezekana, ya kwamba Yesu ana uwezo wa kugeuza roho ya mtu ambayo majeshi yanaweza kutumia bunduki za risasi, yanaweza kutumia bunduki za kila aina, lakini Yesu Kristo ana uwezo wa kumbadilisha mtu kwa nguvu yake mwenyewe, kwa nguvu yake mwenyewe, kwa nguvu yake mwenyewe, kwa nguvu yake mwenyewe, kwa nguvu yake mwenyewe. Ana uwezo wa kurejesha aliyejambazi akawa raia mwema. Ana uwezo wa kurejesha aliyeshoga akawa raia mwema. Ana uwezo wa kurejesha mafisadi wakawa watu wazuri. Ana uwezo wa kuipa taifa heshima, badala ya watu kurumbana, badala ya watu kusingiziana kwenye taifa na kupeana kashfa. Wewe ana uwezo wa kulifanya taifa liwe na amani. Yeye anaitwa ni mfalme wa amani, anaitwa ni Mungu mwenye nguvu, anaitwa Emmanuel, Mungu pamoja na wanadamu. Yeye anaitwa mfalme wa falme, yeye anaitwa Jehova Jireh, Yabakasaka. Yuko juu ya yote, anaweza yote, ana nguvu zote. Yeye ni wa milele na milele na milele. Alikuwepo, yupo, ataendelea kuwepo vizazi na vizazi. Ni mwanzo na mwisho, ni Alfa na Omega. Hayupo mwingine aliye juu yake. Amebeba dunia nzima, iko mikononi mwake. Na itangazia dunia, na watangazia wafalme wanaomboleza, bora zinazolia, viongozi wa nchi wanaolia, walilia kwa Yesu, wakimbilia kwa Yesu, wakimbilia kwa Yesu. Yapo majibu. Yeye ni nguvu ya mwanadamu, yeye ni uhai wa mwanadamu, yeye ni afya ya wanadamu. Hayupo mwingine. Ni simba kabila la Yuda ninayemhubiri, ni simba kabila la Yuda anayeokoa, ni simba kabila la Yuda. Alianza kusamehe dhambi pale pale akiwa kwenye msalaba. Akamwambia yule mtu, akasema leo sio kesho, akamwambia leo sio baadaye, akamwambia leo. Yule mnyang'anya aliyekuwa jambazi, aliyekuwa ameshindikana, akamwambia leo baada ya shughuli kukamilika hapa juu ya msalaba. Ni kwa sababu tu niko kwenye mission, niko kwenye kazi. Hapa nipo ofisini, natoka ofisini jioni ya leo. Baada ya shughuli tutakuwa wote peponi, 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 tutakuwa wote peponi. Leo tutakuwa wote peponi, leo tutakuwa wote peponi. Sijamwona mchungaji aliyesema leo tutakuwa wote peponi. Sijamwona askofu aliyesema leo tutakuwa wote peponi. Sijamwona mkuu wa majeshi, sijamwona rais yote duniani aliyesema leo tutakuwa wote peponi. Ila Yesu, ila Yesu, ila Yesu, ila Yesu, ila Yesu, ila Yesu. Akamwambia aliyekuwa hafai, yule mtu aliyekuwa mnyang'anyi, aliyekuwa roba, aliyekuwa jambazi,
aliyekuwa amekataliwa, aliyekuwa amestahili hukumu, aliyekuwa ametengwa, aliyekuwa anatakiwa kufa, akamwambia oh my God, Ramakasaba Remakaria Masaka, akamwambia leo tutakuwa wote peponi. Ya masima Ramakuria Riko Sandara Basaka Rimokuria Masika. Oh my God, my Lord, Rabakosama na Maika. Yeye akamwambia Yesu, haya ndio injili. Ipokeni wana Ilala, ipokeni wana Dar es Salaam, ipokeni Temeke, ipokeni Msimbazi, ipokeni wana Jangwani. Yesu akamwambia leo tutakuwa wote peponi. Sio pepo ya mchungaji, sio pepo ya padre, sio pepo ya shehe, sio pepo iliyotengenezwa na mwanadamu. Akamwambia mimi ndio mwenye pepo. Hiyo peponi wanakotakiwa kwenda watu, peponi ndio mimi mwanangu. Nimekuelewa. Sikiliza mambo aliyofanya huyu mtu. Alifanya mambo matatu. Jambo la kwanza ambalo na wewe unatakiwa kulifanya, jambo la kwanza alijiona yeye ni mwenye dhambi. Yule wa pili hakujiona kama ni mwenye dhambi, yeye alijihesabia haki tu, akajiona yeye anafaa. Yeye yule akasema hapana, mimi ni mwenye dhambi. Mbona ni mwenye dhambi? Mbona ni mwenye dhambi? Mbona ni mwenye dhambi? Mbona ni mwenye dhambi? Akajiona ni mwenye dhambi, akajiona ni mwenye dhambi. Ikampa yeye kwanza kumwangalia Yesu, kumwangalia Yesu. Na wewe jioni ya leo anza kujiona kama mimi ni mwenye dhambi. Dini yako haiwezi kukusaidia, elimu yako haiwezi kukusaidia, uprofesa wako haiwezi kukusaidia ikiwa unatembea na dhambi, ikiwa unalala barabarani, ikiwa unatembea uchi barabarani, ikiwa huwezi kujiheshimu, elimu haiwezi kukusaidia. Ni kweli ni msomo na PhD, ni kweli umekuwa kiongozi kwenye dola au kwenye serikali, lakini ukiwa na dhambi you are nothing. Si chochote wewe. Yeye akajiona mimi ni mwenye dhambi. Jambo la pili alilofanya huyu ndugu, alielewa nguvu ya msalaba wa Yesu, akaielewa nguvu ya Calvary, akaanza kutofautisha msalaba wake na wa Yesu Kristo, akaanza kutofautisha mapigo yaliyokuwa anapiga Yesu na aliyopigwa mwenzake na waliopigwa na mwenzake, akaanza kutofautisha, akaielewa nguvu ya Calvary, akaielewa nguvu ya msalaba wa Yesu, akaielewa nguvu ya damu ya Yesu. Maana aliona ni Yesu peke yake ndiye watu walimlilia, wakamlilia. Wanawake wanasema Yesu, wanamlilia Yesu. Anawaambia jililieni wenyewe na watoto wenu. Yule kijana, si yule mbaba, si alikuwa ni nani, Biblia imenyamaza. Akaelewa kwamba Biblia inasema alikuwa mnyang'anyi tu, alikuwa linyang'anyi tu. Akaelewa kwamba hapa kuna nguvu ya shujaa, hapa kuna nguvu ya shujaa, hapa kuna nguvu ya msamaha, hapa kuna nguvu ya msamaha. Nataka nikwambie, ndio umekuwa mwizi sawa, umekuwa jambazi sawa, leo unaweza kusamehewa tena bila masharti yoyote, bila masharti yoyote. Yesu atakutoa bila masharti yoyote, utasamehewa 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 bila masharti yoyote. Umekuwa unajiuza, utasamehewa bila masharti yoyote. Umekuwa umekata tamaa, unavuta madawa ya kulevya, utasamehewa bila masharti yoyote. Yesu atakusamehe. Hakutoa condition Yesu, hakutoa condition, hakumpa kanuni. Yeye alipoelewa akamwambia leo sio tena siku nyingine, akamwambia leo. Na wewe leo hata kama wewe ni kibaka uliyeshindikana, jamii imekata tamaa na wewe, watu wamekata tamaa na wewe, ndoa yako inalia, wazazi wako wamekukataa, hadi ya basaka. Yupo Yesu ya makasaka, yuko tayari kukupokea, na jeshi la mbinguni na serikali ya mbinguni iko tayari kupokea watu leo walio tayari kutubu dhambi. Leo yuko tayari Yesu kukupeleka mbinguni, yuko tayari Yesu kukupeleka kwa Baba, kukupeleka kwa Mungu, kukuonyesha mbele za Mungu. Uliye tayari kumwamini, yuko tayari kukuonyesha mbele za Baba yake wa mbinguni, yuko tayari kukusamehe, yuko tayari
tayari kukusamehe, yuko tayari. Hata kama umekuwa unatoa mimba, unajiuza tu, umekuwa jambazi, unadokoa simu, umekuwa mtoto mdogo lakini mkorofi, nataka nikwambie Yesu atakusamehe bila masharti. Atakusamehe bila masharti. Atakusamehe bila masharti. Jambo la tatu ambalo alifanya huyu ndugu, alitubu. Biblia inasema akasema, Yesu unikumbuke, Yesu unikumbuke, Yesu unikumbuke. Biblia inasema akasema, Yesu unikumbuke. Haya yalikuwa ni maombi. Naomba unielewe, my God. Rimasakata akamwambia Yesu, naomba unikumbuke Yesu, mimi nimepoteza vyote kabisa. Sielewi dakika hii iliyo mbele yangu na sekunde hii iliyo mbele yangu, lakini Yesu naomba unikumbuke. Ramasi koria masaka rikusandaraba. Unaweza ukawa hujaelewa dakika zilizo mbele zako, unaweza kuamua hatima ya maisha yako. Unaweza kuamua uwe wapi, unaweza kuamua uwe wapi mama, unaweza kuamua kijana, hatima ya maisha yako. Akasema, Yesu unikumbuke, unikumbuke, unikumbuke Yesu, usiniache. Unikumbuke Yesu, unikumbuke Yesu, unikumbuke, unikumbuke, unikumbuke. Na wewe jioni ya leo, hebu toa yako kutoka ndani. Ramakasakata Yesu, Ramakariamasaka, Ramakashandarama. Yesu anaenda kukukumbuka. Hata kama umetengwa, hata kama umekataliwa, hata kama ukiamua, unaenda kukumbukwa, unaenda kurejeshewa tena hiyo dhambi inayokusumbua. Leo Yesu anaenda kukusamehe. Yeye ndiye amepewa ufunguo wa mbinguni. Yeye ndiye amepewa ufunguo wa kufungua watu waendao peponi, wala sio kwa maombi baada ya kufa ya kwamba mkumbuke ndugu huyu fulani aliyekufa alikuwa anasali. Hapana, sio kwa maombi ya wafu ya kusema mkumbuka alikuwa mshirika, mkumbuka alikuwa anasali. Hapana, yule mnyang'anyi alisema, Yesu nikumbuke. Na leo jioni Yesu yuko tayari kwa yule ambaye anasema, Yesu, kwa Yesu leo nikumbuke, nimechoka kuwa mwenye dhambi. Oh my God, mama, leo ni siku yako kijana, ni siku yako binti, ni siku yako mwanaume, ni siku yako mwanamke. Leo mwambie Yesu, nikumbuke. Sitaki kwenda motoni, sitaki kwenda jehanamu, sitaki kwenda jehanamu, sitaki kwenda motoni. Nikumbuke, nikumbuke. Unaweza ukawa unaimba kwaya lakini dhambi inakusumbua. Mwambie Yesu leo, Yesu, wewe ndio mwenye hiyo pepo. Nataka nikwambie, hauendi peponi kwa sababu ulikuwa mwimba kwaya, kwa sababu ulikuwa mhubiri, kwa sababu ulikuwa ni mtu kiongozi wa kanisa. Hapana, mwambie Yesu leo ninatoba dhambi, ninageuka leo. Reba sakaraba, rama sandaraba, reko sabakora, raba baba sanda. Naomba funika macho yako, kisha usimame, kisha usimame, kisha usimame. Naiona nguvu ya damu ya mwanakondoo Yesu, naiona nguvu ya damu ya mwanakondoo Yesu, ya mwanakondoo Yesu. Rama kusaka iko hapa, Masaka iko hapa, iko hapa, iko hapa. Remo sandaraba. Naomba sogea,